I've been there. Don't you know Wakenya wengi wako tayari wacha Uhuru Kenyatta. Pengine wakati itafika hata yeye tumwambie pengine utusaidie kwa mfano changa 100,000 kama wengine wanachanga. Akona haki ya kufanya hivyo. Lakini for now ni makosa kusema ati Uhuru Kenyatta ndiye anafadhili shughuli za United Alternative Government. Yeye kama again party leader wa Jubilee, he may want to say okay, chip in 100,000 like there was an event in Narok juzi where the Secretary General Ole Kenta was having a homecoming kind of a thing. He was a party leader of Jubilee, anatoa shilingi zake kusaidia mpangilio kama huyo. There's nothing wrong with it. But again, kama pesa and the political parties act. We are aware kwa mfano, William Ruto amekatalia na pesa za political parties. Ambazo are supposed to be given quarterly. Some of those funds are the ones that help political parties organize meetings. They don't need Uhuru Kenyatta kuwasaidia na hizo pesa. So, hiyo maneno nakatalia mbali kabisa. Hakuna mambo kama hayo. Your Excellency, as senior counsel, sheria inasemaje kuhusu a retired president? Kwa sababu nasikia kuna sheria inasema 6 months baada ya kutoka kwa kiti cha urais anafaa kutoka kwenye siasa kabisa. No, that's ridiculous. And even if there's such a law, which some people may want to use, there's Political Parties Retirement Benefits Act. Yes. I'm not a retired, I'm a former vice president. It has been said that I'm also subject to that kind of thing. Yes. But that cannot deny me my political rights. All right? Okay. So any law which says shut up your mouth is unconstitutional. You must, katiba yenyewe inasema that this is the supreme law of the land. Any other law which is inconsistent with the constitution is void. Yani haina mamlaka, is void to the extent of such inconsistency. So there's no way you can abrogate, you can, uwezekani ukajaribu kutoa haki zake za kikatiba rais mustaafu. In short and in brief. Haiwezekani. Okay. So as a former vice president, wewe uko na your benefits uko nazo ama? Zimekataliwa mbali. Kwa mimi nasema baada ya miaka 4 ile gari ambayo ninatumia kuweka mafuta wakati mwingine wanaweka wengine haweki. By the way, mimi mwenyewe nitamwandikia Ruto mwambie because I'm your competitor, I cannot, your control of State House cannot continue to be my accounting officer. All these people, now, kina Maraga, kina Uhuru, kina Ole Kaparo, kina all those people who are covered under the Retirement Benefits Act, presidents and deputy presidents and whatever act. The accounting officer, anaitwa Ole Kato, State House Controller. Jiulize, ataniwekea magari mafuta? This should be under the Treasury, either under Parliamentary Service Commission or under the National Treasury. But it cannot be State House. Na mimi sitaki kwenda huko State House, nitafanywa nini? So mimi najikakamua tu na my supporters. Kwa hivyo marupurupu yako upati pia. Okay. Haya, it's a very painful subject, by the way. Very painful. Okay. Tunamalizia na maswali. Tunakaliwa, my friend, kimabavu. Tunakaliwa na Ikulu. Na kuuliza Mutadu, tulisikia mtu anasema ngamia zote ni zake. Na Mutadu. That attitude, impunity, arrogance, pride, but they must know. The Bible says pride comes before a fall. Okay. All right, tunamalizia na maswali kama matatu hivi. Leader Mwananchi, kuna uwezekano mtafanya kazi pamoja, and if so, under what conditions? Sasa, you want me to jump the gun? I can't. Sasa unasema under what condition? Bwana Gatonyi, kwanza nikwambie hatujaketi hadi wakati kama huu. Hatujaketi, lakini tuna Wakenya
tunasikiliza Wakenya. But kuna possibility pia. Kama anavyosema Rigiji na DCP, tunasikiliza ground. Ground ikisema unganeni, we have no option. Okay. All right? Okay. And so when that time comes, in fact it reminds me, mimi nilikuwa mlengo wa LDP. I was the leader of LDP. Nikamkaribisha Raila, akaja. Tukasema Rainbow. Kibaki naye na kina kijana Amalo na kina Ngilu walikuwa na NAK. All right? Yes. Tuliungana na NAK na LDP, tukafanya NAK. Okay. There's nothing impossible. Okay. Nothing impossible. Okay. Yeah. Because all of us are committed to one term. Nisikia vijana nasema one term. Yes, yes. Yeah. Okay. Naam. Swali kutoka kwa msikilizaji